kwenye mishemishe zake kule chini alipata ajali. Sasa akampigia simu Pastor Sara kwamba nimepata ajali. Michael Joe. Michael. Joe. Huyo naye kake. Akampigia huyu hapa Pastor Sara kwamba Rich amepata ajali. Kwa wakawa wamekubaliana na huyu kwamba wataenda kesho kumuona. Baadaye Pastor Sara akaanza kupata tabu kwamba asije akafa. Akapiga simu atakuwa kwamba Rich amepata ajali, kwamba wapi, asema Chindi. Unafanyaje? Sasa tumeongea na Michael kwamba tunaenda kesho. Lakini siwezi kujua hiyo ajali ni ya namna gani, mimi nimeona niondoke. Nikamwambia uende na gari. Kasema kwenda na gari njia za kule, gari yangu iko chini. Nitatoka na gari hapa, kifika kwa Mwakabwangazi, nitachukua hata bodaboda niende chini. Kwa hiyo ameondoka hapa kwake, anaenda kule kabla hata hajakata kona kuelekea njia ile ya Chindi. Lori likawafuata, likawavaa, likampasua wa bodaboda kichwa pale pale, akazima hapo hapo. Pastor Sara alipigwa mguu wote ulivunjika. Mimi nimepigiwa simu na daktari kile kwenye simu ya Pastor Sara, ndo simu ndogo. Ile simu kubwa ina maana ilipodondoka ikawa imepotea. Ikawa bahati kabla hajafa alikuwa anaongea na nimemkuta anaongea hospitali. Daktari kanipigia simu, nasema kuna mchungaji wenu huko anaitwa Pastor Sara, na wengine wakawa wanamfahamu pale. Kuna daktari mmoja ni mtoto wa mchungaji Mambo Leo Chunya, tunafahamiana, kumbe naye anafanya kazi pale pale kituo cha afya cha Chapwa, anamfahamu. Kasema Madam Sara amepata ajali, yuko hapa, mfanye haraka mje. Nikamwambia amepona, naomba niongee nao. Sema amepona ila mguu umevunjika sana. Kwa sisi kwanza kukimbia kufika pale, tumekuta mguu wote huu umevunjika, damu zimemwagika sana. Kwa bahati nzuri nimemkuta anaongea. Tumeongea naye sio chini ya nusu saa. Akanielezea na ajali ilivyokuta, na kwamba lile lori ni kama vile limetumwa tu limetufuata pembeni. Akamshuhudia na yule wa bodaboda anakufa, lakini yeye amedondokea kwa kwenye korongo, watu wamemsaidia, wamemsogeza pale hospitali. Kwa hiyo wakiwa wanaendelea kumfanyia huduma ya kwanza, wanamshona. Tukaendelea kuomba, naomba, lakini alikuwa anamsihi Mungu kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watoto. Alikuwa na ujasiri sio wa kawaida, na kwa kidonda kile kama mtu mwingine ungekiona ungepata shida. Ukote alikuwa mzee, kuanzia kwenye paja mguu mmoja wa kulia kushuka chini, nyama zote zimenyofoka na mfupa hapa kama umevunjika kabisa. Kuna alipata na majeraha kidogo kichwani ambayo alisababishia damu kuisha haraka. Kwa wakiwa wanaendelea wanamshona, tunaongea na nini, anatupa maelekezo, analilia watoto, analilia kanisa. Lakini alikuwa anajieleza sana kwa Yesu kwamba nimefanya kazi yako sana. Basi tukiwa tunaendelea kumsaidia pale na wamemshona ule mguu, akamweka POP. Ilibidi sasa tutoke pale tuelekee mkoani kwenye huduma kubwa. Tukapewa ambulance na gari zingine zikawepo za kwetu. Watu wengi tu wakawa wanatusindikiza kufika hospitali ya mkoa wa Songwe. Tunaenda naye njiani humo anaongea, lakini daktari kumwangalia, kufungua mdomo,
akaona ulimi damu zimeisha kabisa. Basi tumeendelea naye, kalalamika moyo, mapigo ya moyo na nini, tukawa tunaendelea kumwombea hivyo. Kwa tumefika Songwe pale hospitalini, kabla hata hawajaanza kufanya huduma akawa anatwa kakata. Kwa kifupi, ajali ndio iliyopelekea umauti wake, lakini tunapaswa kumwachia Mungu. Nisikusumbue kaka, na usiwaze sana, mwachie Mungu.